Karibu sana mtu wa Mungu katika masomo yetu. Karibu sana katika masomo yetu. Kuna kitu ambacho naulizwa sana pia pale ninapofundisha redioni. Sasa nimeona nikilete hapa ili na wewe unayenitazama niweze labda naweza nikakusaidia kwa namna moja au nyingine. Katika dunia ya leo watu wanapata shida sana na mikopo. Tunapata shida sana na mikopo kwa maana ya kwamba mikopo imekuwa tatizo sana kwenye jamii yetu, lakini kuanzia kwa mtu binafsi, taasisi, mashirika, lakini pia hata serikali na yenyewe inakopa. Na kuna misemo mingi ambayo inaendelea kutembea, na nimeshalifundisha sana hili somo, nimefundisha sana, lakini bado watu ukilifundisha maswali yanaendelea kuwa mengi. Sasa leo nataka tujifunze tena kwa mara nyingine habari ya mikopo. Na sasa hivi kuna mikopo ya aina nyingi sana. Nasikia kuna kausha damu, kuna watu wanakwenda kwenye mabenki, kuna watu wanakwenda kwa watu binafsi, kuna watu hata wamesarenda kadi zao za akaunti, wafanyakazi wanaziacha kwa mtu, wanakuwa wamekopa. Sasa tunajua na kila mmoja anajua kwamba mkopo huwa unageuka deni pale muda unapopita. Kwa mfano labda umekopeshwa kwa miezi 6, ile miezi 6 umeshindwa kulipa, maana yake linakuwa deni. Lakini kama bado uko ndani ya makubaliano, ule unaendelea kuitwa mkopo. Sasa ndugu zangu, nataka niwakumbushe mambo machache kuhusu mkopo. Kwanza, watu wanasema huwezi kutajirika bila kukopa. Na mimi sina shida na hiyo, ni msemo ambao tumezaliwa tumeukuta. Waliutumia mababu zetu. Lakini sio tu kwamba huwezi kuishi bila mkopo, pia kwamba unaweza ukafanya biashara kuna mkopo, na unaweza ukatajirika labda bila mkopo, au nitumie neno zuri, bila madeni. Unaweza ukawa na mkopo lakini usiwe na deni. Sasa kwenye kujifunza hapa nilikuwa nataka niwakumbushe mambo machache ambayo watu tunashindwa sana kuyafanyia kazi. Na ndio maana tunaingia kwenye madeni, watu wanakuwa na madeni, na badala yake sasa katika yale madeni unamkuta mtu anahamisha deni la huku anapeleka huku, anahamisha deni la huku anapeleka huku. Kwa sababu gani? Kwa sababu anashindwa namna ya kutumia mkopo wake vizuri. Yawezekana mkopo usiwe na shida, lakini deni ndio likakupa shida. Kwanza niwakumbushe kwamba mtu anayekukopesha ujue ni mfanyabiashara. Mtu anayekukopesha naye ni mfanyabiashara. Kwa hiyo unapomwona mtu anakuambia njoo kope, jua kwamba ninakwenda kukutana na mfanyabiashara. Kama ni mfanyabiashara, jua unakwenda kukutana na mfanyabiashara mwenzako. Ndio maana na yeye yuko pale anafanya biashara. Anapokukopesha, ile riba unayompa ndio biashara yake. Na ndio maana leo kuna taasisi nyingi sana wanakopesha. Unaona? Kwa hiyo ujue kabisa kwamba naye huyu anafanya biashara. Usiende unajua kwamba labda taasisi tu wanatupa bure, wana nia njema na sisi. Naye ni mfanya biashara, analipa mapato, analipa leseni, na anataka naye apate faida. Kwa hiyo kama wewe ni mfanya biashara, jua unakwenda kukutana na mfanya biashara mwenzako, sio kama unakwenda kukutana na mtu anayekupa tu. Labda ni kama wa nyumbani, ndugu yako au rafiki yako anakukopesha, utamrudishia, haina riba? Hapana. Lakini kama kuna riba, hata kama ni kidogo, jua huyo ni mfanya biashara. Na jambo la pili lingine unalotakiwa kulijua pale, unaposikia kwamba unakopesheka, jua pia kwamba unaweza kufilisika. Kwa sababu mtu akikukopesha, usipomlipa, ana uwezo wa kuja kisheria akachukua mali yako. Na katika kuchukua mali yako, kuna wengine wamefilisika. Mikopo hii inapobadilika kuwa madeni, kuna watu wanafilisika kabisa. Kuna watu wanafilisika kabisa. Kwa hiyo mikopo hii
unapoichukua pia jua kabisa pia inafilisi, inafilisi kabisa. Hilo ni jambo lingine ambalo natakiwa kulielewa. Lakini hii imefundishwa pia kwamba chukua mkopo ukiwa na biashara. Kama unafanya biashara, ukiwa na biashara, na ile biashara isiwe inakata mtaji, iwe inatengeneza faida, ndio uchukue mkopo. Chukua mkopo ukiwa na biashara inatengeneza faida. Nimefundisha mara nyingi, nimefundisha Radio Hai mara nyingi kwamba chukua mkopo wako ukiwa na biashara ikiwa inatengeneza faida. Ukichukua mkopo biashara yako haitengenezi faida, utapata shida, kwa sababu huwezi kujua mdudu anayetafuna biashara yako. Unaweza ukauleta na ule mkopo kadumbukiza pale na wenyewe ukaenda na maji. Kwa hiyo chukua mkopo ukiwa biashara yako inatengeneza faida. Lakini ujue kiasi unachotaka kukopa. Jua kiasi unachotaka kukopa, mtu wa Mungu. Usipojua kiasi unachotaka kukopa, wewe umekuta tu pale tunakopesha, unawauliza naweza nikakopa shilingi ngapi? Wakakwambia hapa hata milioni kadhaa. Wewe unachukua tu pale unaenda kutumia. Hapana, chukua mkopo ukiwa na biashara yako inatengeneza faida. Lakini kama haitengenezi faida, usichukue mkopo. Otherwise, subiri au angalia, kwa nini, kuna mdudu gani anayetafuna biashara yangu? Kwa nini sitengenezi faida? Kwa sababu usipojua chanzo cha kutengeneza faida, unaweza ukachukua mkopo ukaja ukadumbukiza pale na wenyewe ukaenda na maji. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuelewa katika mkopo unaotaka kuchukua. Na ujue matumizi ya mkopo huo. Ujue matumizi ya mkopo huo. Usipojua matumizi ya mkopo, kuna watu wanakopa, jamani, anakwenda kulipa mahali, anakwenda kuoa, matumizi yake. Sipendi kuwahukumu watu wanaokwenda kwa ajili ya matibabu na nini, lakini kweli unakopa kwa ajili ya kwenda kutoa mahali. Kwa nini usijipange? Mke yupo, mchumba yupo. Kama mchumba anakupenda atakusubiri. Jipange. Kama ni lima, kama ni kufanya biashara fanya, ili kwamba baadaye uje ulipe mahali yako vizuri. Lakini mtu anakwenda kwenye kausha damu, anakwenda kukopa, anakwenda kupeleka kwenye mahali. Kweli watu wa Mungu, kweli unachukua mkopo unapeleka kwenye mahali. Mimi hii huwa sikubali. Mimi hii huwa sikubali sana, kwamba uchukue mkopo upeleke kwenye mahali. Kwa nini umeshindwa kujipanga tu kwa namna nyingine ambayo inaweza kukusaidia kupata fedha hiyo ya mahali? Lakini niseme jambo lingine hapa, kwamba chukua mkopo ukiwa na akili timamu. Kwa maana ya kwamba usichukue mkopo labda umekunywa huko, umelewa, unapitia kwenye mkopo. Akili yako inasoma vizuri. Usije ukakuchukua mkopo ukakuletea shida. Madeni jamani yameua. Watu wamejinyonga kwa ajili ya madeni. Watu wameacha wake zao waliokuwa na wapenda kwa sababu ya madeni. Na kuna wanawake wameacha waume zao, ndoa imekufa, imevunjika kwa sababu ya madeni. Madeni sio mazuri. Kuna nchi zinapata shida kwa sababu ya madeni pia. Kwa hiyo ni lazima uangalie kwamba hapa ninapokopa ninakopa nikiwa na akili zangu timamu. Manake ukiwa na akili timamu, akili itakwambia namna utakavyolilipa deni hilo. Ndugu zangu, mimi niwaambie kwamba mikopo hii inaweza kukufanya ukawa tajiri sana, lakini pia inaweza kukufanya uwe maskini sana. Mimi nikuachie jambo hili. Kopa ukiwa na akili yako timamu. Ikiwa akili yako timamu, inakwambia namna ya kulipa deni hilo. Mimi niwatakie neema ya Mungu. Naomba subscribe kwenye YouTube channel yangu. Ukisubscribe hapo unaniunga mkono. Lakini pia acha comment. Comment yako inatusaidia kujua mawazo ambayo tunaweza kuja kujifunza baadaye. Mungu awabariki sana watu wa Mungu, na mimi niwaombee rehema ya Mungu, na kwamba Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda na mikopo isiyokuwa na tija. Asante sana.